Kwa majina naitwa mtumishi Lugano Kasamara kutoka KKKT Kunduchi. Baada ya kufika hapa Kunduchi mwaka 2004. Mwaka 2004 nikakuta kwaya haipo. Mwaka 2006 alipofika mchungaji Mastai na mwinjilisi Heri Joshua Muhanga, nikazungumza nao kusema kwa nini kwaya ya uinjilisi hazipo hapa au ya uamsho. Mastai mchungaji akanita ofisini akasema, wewe unaweza ukaianzisha hiyo kwaya, akasimamia nani? Nikasema Mungu atasimamia. Akasema mwalimu atamtafuta nani? Nikasema mimi. Utamlipa nini? Nikasema nitakuwa naomba hela kwa wazee wa kanisa wa hapa wanapokuja kwenye maombi siku ya Jumatatu. Baada hapo nikatafuta waimbaji 8, akiwepo wa kwanza mke wangu ambaye anaitwa Everina Monjowerege Sumuka. Wa pili ni mama Sawasawa. Wa tatu mke wa mwenyekiti wa kwaya ya uinjilisti. Wa 4 mke wa Fikiri. Wa 5 mke wa Baraka. Mke wa Baraka. Baada hapo tukaianzisha hii kwaya, nikaenda kumtafuta mwalimu Tegeta TAG, ile kanisa la pale kwa Ndevu. Baadaye yule akatuimbisha, kaongoza, ikawa ngumu kupata pesa kwa sababu alipima hela nyingi. Tukaachana naye baada ya miezi 6. Mwaka 2006 hiyo. Mwaka 2007 nikamtafuta mwalimu mwingine ambaye anaitwa Nisame Kiamba Mwaigwesi. Basi huyo tukaenda naye, akawa anatokea Vingunguti. Tukaenda naye mpaka akatufundisha, akatunga wimbo wa Tafuta Laini, ndio albamu ya kwanza ya wimbo wa kwaya ya uinjilisti, Tafuta Laini. Tukaendeleza na mimi hapo nikiwa katibu wa kwaya. Mwenyekiti wangu alikuwa anaitwa Mama Wema, ndio alikuwa mwenyekiti wangu. Tumeiendesha 2006 na 7 na 8 na 9 na 10 na 11 ndio tumeachia madaraka. Mpaka sasa hivi kwaya inaimba vizuri. Miaka 20. Ina miaka 20. Kwa hiyo ni sawa na mtu mzima. Hii kwaya ina utu sasa na mtu mzima. Kwa hiyo miaka 20. Ina miaka 20 mpaka sasa. Umepata faida gani kwenye kwaya? Kwaya hii kama mimi nimepata faida kubwa sana. Kwanza nimetoka kwenye kwaya hii, nimeenda kusomea utumishi. Nikasoma utumishi, nikarudi, ikanipokea vile vile, wakiendelea kuniombea mpaka sasa hivi ni muimbaji wa kwaya ya uinjilisti Sauti ya Tatu. Umesema unataka kuondoka kwa Mbeya. Kwa nini unaondoka Mbeya? Naondoka kwenda Mbeya kwa sababu ya hali yangu jinsi ilivyo ya joto. Unawaachia salamu gani wanakwaya uinjilisti na viongozi kwa sababu unaondoka kwa Mbeya? Unawaachia maagizo gani? Nawaachia maagizo
ya kuwa viongozi wote kuanzia mwenyekiti na mwalimu na wapigaji wote na waimbaji wote kuwa tuwe na ushirikiano na umoja na kupendana, kuto kuchukiana kwenye kwaya. Ndipo kwaya itazidi kudumu. Kama kusingekuwepo kupendana, mpaka sasa hivi singefikisha miaka 20. Na Mungu aendelee kuwalinda na kuwatunza, hasa mwalimu kwa uvumilivu wako. Tunakushukuru sana sana, hatuna cha kukulipa. Kwa maana hii kwaya haina pesa nyingi za kutosheleza wewe kama familia. Lakini mimi na familia yangu tunaenda kuanza maisha mapya Mbeya. Tukuyu. Wimbo gani ambao unapenda kwa Injilisi? Wimbo gani ambao unaupenda wewe? Kwa nyimbo zote ambazo kwaya inaimba. Wimbo ambao naupenda katika kwaya ya Uinjilisi, Piga Maji. Piga Maji. Piga Maji. Safari ya wana wa Israeli. Safari ya wana wa Israeli. Sawa. Wewe tutakuwekea usikilize. Amina. Safari ya wana Israeli kutoka Misri kwenda Kanani, kutoka Misri kwenda Kanani. Safari ya wana Israeli kutoka Misri kwenda Kanani, kutoka Misri kwenda Kanani. Walimwambia Farao, tutakwenda na wake zetu na watoto wetu na mifugo yetu. Walimwambia Farao, tutakwenda na wake zetu na watoto wetu na mifugo yetu. Farao, tuache twende na watoto wetu tukamtole Mungu sadaka, tukamtole Mungu sadaka. Mungu wa baba zetu, Mungu wa baba zetu, Mungu wa babu zetu, Mungu wa babu zetu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, tukamtole Mungu sadaka, tukamtole Mungu sadaka. Mungu wa baba zetu, Mungu wa baba zetu, Mungu wa babu zetu, Mungu wa babu zetu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, safari yao. Farao anakuja nyuma yao, anakuja na silaha nyuma yao, anakuja na farasi nyuma yao. Katika safari yao, katika safari yao, Farao anakuja nyuma yao, Farao anakuja nyuma yao, anakuja na farasi nyuma yao. Musa, umetutoa Misri, tumeacha maisha mazuri, tunakufa jangwani bila sababu. Musa, umetutoa Misri, tumeacha maisha mazuri, tunakufa jangwani bila sababu. Kwa nini tufe jangwani? Turudishe Misri. Kwa Musa, usitutese. Kwa nini tufe jangwani? Turudishe
makaburi, tutazikwa wapi? Hapa hakuna makaburi, tutazikwa wapi? We Musa, tutazikwa wapi? Hapa hakuna makaburi, tutazikwa wapi? Msiogope, simameni tu. Msiogope, simameni imara. Hawa Misri mnawaona leo, hamtawaona milele. Hamtawaona milele. Msiogope, simameni tu. Msiogope, simameni imara. Hawa Misri mnawaona leo, hamtawaona milele. Hamtawaona milele. Saa ya wokovu ni sasa, tusimame imara. Saa ya wokovu, tusimame. Saa ya wokovu ni sasa, tusimame imara. Jaribu lililo mbele yetu, lazima tutavuka. Jaribu lililo mbele yetu, lazima tutavuka. Hilo jaribu, tutavuka. Jaribu lililo mbele yetu, lazima tutavuka. Unalia nini? Unalia nini? Unalia nini? Fimbo unayo mkononi. Unalia nini? Fimbo unayo mkononi. Usilie, nyamaza. Unalia nini? Fimbo unayo mkononi. Usilie, ndugu yangu, nyamaza. Usilie, mama yangu, nyamaza. Hilo jaribu siku ya leo ni mwisho. Huo ugonjwa siku ya leo ni mwisho. Usilie, ndugu yangu, nyamaza. Usilie, ndugu yangu, nyamaza. Huo ugonjwa siku ya leo ni mwisho. Hilo tatizo siku ya leo ni mwisho. Unalia nini? Fimbo unayo mkononi. Piga maji tuvuke. Piga maji. Piga maji tuvuke. Piga maji. Piga maji tuvuke. Kwa ibada. Piga maji tuvuke. Kwa kufunga. Piga maji tuvuke. Kwa maombi. Piga maji tuvuke. Piga maji. Piga maji tuvuke. Piga maji. Piga maji tuvuke. Unalia nini? Fimbo unayo mkononi. Unalia nini? Fimbo unayo mkononi. Sawa. Neno ambao unawachia la Mungu ni gani wanakuwa? Wanakwaya Biblia ni gani? kwenye Biblia nawachia
Waibrania 3:9 mstari wa kwanza. Nakumbuka unasemaje? Waibrania 3:9 mstari wa kwanza.